ndio kuna ushindi. Na kumbuka muujiza alionitendea Mungu, muujiza ambao amenitendea Mungu, nikiukumbuka unainua na miujiza mingine. Sikiliza nikwambie, kumbuka muujiza moja aliyokutendea Bwana, utasababisha miujiza mingine itendeke kwako. Haleluya! Watu wanashindwa kuelewa. Yesu akaniambia nikimbie kama. Nikambeba mwanangu, kafikisha nyumbani, kamwambia bibi yake, niambia damu hana, tunafanyaje? Niambia kumpeleka kama. Bibi yake akanyamaza kimya kama nilivyonyamaza mimi. Hatujazungumza mpaka leo. Kimya. Kilichofuata ni kuingia ndani, kupiga magoti kwa Mungu, kumwambia Bwana, uliyenisaidia wakati sina chakula, wakati nalala njaa, wakati nateseka, wakati ambao nilikuwa napitia maisha magumu, wewe ukafanya njia. Ninaishi na kula ninachokitaka, sio ninachokiona, na kula ninachokitaka, sio ninachokiona. Naomba ufanye muujiza juu ya huyu mtoto. Najua Bwana Mungu wangu, wakati unamfinyanga Adamu, yamkini hakuwa na damu ndani yake. Sijui damu ilitoa wapi, ukaiweka ndani ya Adamu. Adamu akaanza kutembea, damu ikamtia nguvu. Nataka kwenye hazina yako ulipotoa Bwana, siku na Mungu mtu wa kwanza itoke huko, ishuke ndani ya mtoto. Nikaweka mkono siku ya kwanza, nikaweka mkono siku ya pili, nikaweka mkono siku ya tatu. Mungu amenyamaza kimya. Nalia peke yangu, hata mchungaji sitamshirikisha, maana naelewa na mambo mengi. Mengine wapendwa nikayabeba wenyewe, nikalibeba mwenyewe na familia yangu, tukaendelea kumilia Bwana. Usiku na mchana tunalia kwa Bwana. Usiku wa manane tunaamka, tunamgeuza mtoto yuko kimya, lakini Bwana ananiambia endelea kuomba, endelea kuomba. Hajaishwa damu, ni damu ipo. Kuna mchezo unaendelea, kuna mambo yanaendelea. Nikaendelea kumwita Bwana. Siku ya kwanza ikapita, siku ya pili ikapita, mtoto haina maji au ali chochote mda huo. Ile siku ya tatu ndogo akaanza kutuangalia, anaanza kututazama. Nikaelewa ya kwamba imani iliyo katika Yesu Kristo inatenda mambo ya ajabu. Sikiliza nikwambie, uamini tu. Yesu anasema aminini tu, amini tu, yote inawezekana. Haleluya! Siku ya tatu dogo, macho yakawa yanaangalia, anatutazama, anatutazama. Kwa sababu amaliza siku tatu, bibi yake akatafuta uji akamnywesha. Baada ya kumnywesha uji, dogo alienda kujisaidia haja kubwa kama mkaa. Wewe usitii. Nikasema hii ndio hivi inanyonya damu ndani ya mwanangu. Dogo akasurvive. Aishi. Sasa wewe unaweka imani yako kwenye vitu vya ovyo. Yesu anaweza. Yaani mimi nimemwona Yesu kwenye maisha yangu. Nimemwona Yesu. Wewe hujamwona Yesu? Mimi nimemwona Yesu, nimemwona siku hiyo, na leo nimemwona, na kesho nitamwona. Siku zote lazima Yesu nimwone, kwa sababu yuko ndani yetu, anatembea ndani yetu. Haleluya! Yesu yupo. Unaweka imani kwenye vitu vya ovyo ovyo. Endelea tu kuweka imani kwenye vitambaa. Moses Kurola alisema vitambaa vya kutia jasho. Moses Kurola alisema vitambaa vya kutia jasho. Kitambaa kina uzima. Yaani, Isaya inasema hebu kuchagua jina jema. Yesu Kristo ndio kila kitu. Haleluya! Yesu Kristo ndio kila kitu. Sasa wewe unafeli wapi? Usisubiri miujiza mikubwa mikubwa. Huo muujiza huo aliyokutendea huo utaleta miujiza mingine. Haleluya! Kwa hiyo huyu mwanamke hakuelewa muujiza uliotendeka kwake. Alikuwa hana chakula, lakini Elia yuko pale anaanza kumlalamikia. Amesahau muujiza wa kwanza. Haleluya! Kwa hiyo ili miujiza itokee, lazima mambo yafuatayo uwe nayo. Miujiza ya kimungu, nazungumzia kwa habari ya matendo makubwa ya Mungu. Ili yatokee kwenye maisha yako, mambo yafuatayo uwe nayo. Ili miujiza itokee, mambo yafuatayo uwe nayo.
Jambo la kwanza ni machache sana. Jambo la kwanza, uwe na jicho linaloona. Haleluya! Yaani ili miujiza itendeke kwenye imani hii ambayo kwenye imani ya Yesu Kristo, ili miujiza itendeke, mambo makubwa yaonekane, lazima uwe na jicho linaloona. Kuna watu ni vipofu wako kanisani. Kuna watu ni vipofu ila wako kanisani. Sema ni vipofu kwa namna gani? Bwana wamefika hawajapotea. Jicho la rohoni halioni. Nazungumza kwa habari ya jicho la rohoni halioni. Ukizungumza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Gideon, utaona kwamba huyu mtu alikuwa na macho ya rohoni. Maana malaika aliposimama mara ya kwanza hakuelewa. Lakini baada ya muda Gideon alielewa. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 ule mstari wa 22 unasema, Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Maana yake Gideoni kama asingekuwa na macho ya kuona, asingemwona malaika. Na yamkini wewe leo kuna malaika ametumwa mbele yako, haujamwona kuwa ni malaika, ukamwona ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku moja kwa tunaenda kwenye mkutano wa Injili. Tumealikwa wana kwaya. Sasa kwa sababu safari wengine wakapanda gari, mimi nikabahatisha kwenda kwa pikipiki. Nilikuwa nimebeba watu wawili. Malaika akatumwa. Tunapokwenda hatupajui. Ila kwa sababu ni kwenye lami, nimenokewa kuendesha kwa kasi. Nimekimbia na kuambia nimekimbia. Baadaye nikaona Mungu yuko mbele yangu ametulia. Bwana subiri nini hapo kwenye lami? Kabidi nipunguze speed. Nilipopunguza speed yule hapo. Hapo alipokuwa amekaa ndo kuna njia. Ya kwenda na kupenda. Sasa wezekana mimi nilikuwa naona mbwa, kumbe alikuwa malaika. Tukakimbia baada ya muda nasimama polisi, ameshapita kwanza kurudi. Kwa hiyo mkija hata wewe kuna malaika ametumwa kwako, ukamwona ni mwanadamu. Hata ninapozungumza hivi, yamkini Mungu amenituma kwako, unaniona ni mwanadamu wa kawaida. Ndio maana nasubiri mtu aje akupe chumvi na vitu vingine ili umwamini. Lakini sikiliza nikwambie, Gideoni akaona ya kuwa huyu ni malaika wa Bwana. Haleluya. Akamwona Gideoni, akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu Bwana Mungu, kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Haleluya. Kwa kuna wakati mwingine unaweza ukawa unapita maisha fulani, unaanza kujimumulikia mwenyewe, unaanza kusema yawezekana Mungu ametuma malaika kwako, lakini hujajua ni malaika. Na watu wakati wamefikiria kushauri, na watu wakati wametumwa kwa kuja kushauri, yamkini hata biashara unaifanya hiyo ushauri kwamba achana hii biashara, lakini kwa sababu ulimuona ni mtu wa kawaida ukaendelea kuifanya, ndio maana umekula hasara. Yamkini kuna mtu alitumwa kwa kuja kushauri kwamba mahali hapa fungua biashara hii na hii, ndio maana leo umefanikiwa kwa sababu ulimuelewa. Yamkini alikuwa malaika wa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo ili miujiza itendeke, lazima tuwe na jicho linaloona. Lakini sio jicho tu linaloona, maana haya mambo mawili, kuona na kusikia, yanatembea kwa pamoja.